mkubwa sana kwa sababu yoyote ile, iwe ni uoga wake, iwe anataka kujisafisha, iwe amelazimishwa, lakini atakuwa ametumia taasisi ya Mwalimu Nyerere vibaya sana. Kwanza watu wengi tuna tayari hasira na yeye. Ile taasisi siku zote ilikuwa wapi? Yale malengo ya Mwalimu Nyerere aliyopanga kwamba yafanywe na ile taasisi, mbona hayafanyiki? Sasa nisiingie kwa mengine ya undani ya Butiku mwenyewe ambaye anatuudhi kuhusiana na kutumia ile taasisi, lakini naamini atapata busara na Mwenyezi Mungu atamsaidia kumwangazia asije akaingiza ile taasisi katika uchafu ambao sasa Samia anataka kumsukumia. Hilo la kwanza. La pili, mimi naomba clips zote leo zilizoko kwenye mitandao ni kuhusiana na hiyo attempt ya Butiku. Naomba kama ukipata nafasi chungulia kidogo, ili wakati wote tunapojadili tuone namna ya kutoa tahadhari, ili Watanzania wasije wakachukuliwa tu na wakaenda giza kama walivyofanya wazee wa Dar es Salaam, ili hata tukiwagusia hapa kwa namna yoyote ile ikiingia kwenye mitandao watu watasikia. Tarehe 22 watu wengi wapime waende au wasiende, ili kuhakikisha kwamba hatuingii kwenye mtego wa aina yoyote. Wale wanaotaka kwenda kwa hiari yao, shauri yao, mimi siwazuii, lakini wale ambao wanataka kuingizwa kwenye mtego, angalau taarifa iwafikie kwamba tunataka kutumbukizwa kwenye mtego mgumu, kwamba sisi tunaenda kuidhinisha. Kwa sababu leo Butiku alipoongea alisema kwamba hali taifa ilikofika ni pabaya. Sasa ni wazee katika mila zetu ndio wanaorudisha mambo sawa katika vikao vyao vya ya wazee, lakini sisi wote ni mashahidi kilichotokea kwa wazee wa Dar es Salaam. Sasa mimi natoa tahadhari kama wale wazee wa Dar es Salaam, na bahati nzuri sijaona impact yao hata kidogo, lakini tusije tukaingizwa kwenye mtego, na mtego huo ambao wanataka kuweka kwa sura ya maridhiano, tusije tukawa tumeidhinisha kwa namna moja au nyingine. Kwa maoni yangu, Samia ameshindwa. Kwa upande wa vyama vya siasa ameshindwa namna ya kuwaleta wale ambao wote wameshikilia dau la maridhiano, wote wamemkatalia. Sasa anataka kuwatumia hawa wazee, na kwa sababu hawajui wanaitiwa nini, na kwa sababu jinsi malengo aliyozungumza mzee Butiku leo, amezungusha sana, mwananchi wa kawaida atapotea na watadhani kwamba kuna nia njema nyuma ya hicho pangwa. Mimi natoa tu tahadhari, na ndio maana Sauti ya Tanzania, kwa kuzingatia kwamba siku zilizobaki ni chache, tukipiga kelele ikiingia kwenye mitandao, watu wengi wakiipata, ita backfire kama wale wa CCM walivyotaka kwenda kufanya maandamano. Tulipopiga kelele yale maandamano ya nchi nzima ya vijana waliojiita vijana wa CCM, na nashukuru sana sasa hivi wameanza kugombana wenyewe, kumbe wala hata ile haikuwa imepangwa halali, ni kikundi fulani tu kilijitokeza, labda kililipwa, na nadhani hata kwa hiki kuna kikundi kitakuwa kimelipwa kwa hela nyingi tena za taifa, hela zetu wenyewe, kama walivyozoea kutukaanga kwa mafuta yetu. Watatoa hela nyingi, na tarehe 22 umma mkubwa utatokea kwa Butiku, alafu watasema ni wazee walijitolea, na haya ni mawazo ya wazee wa Dar es Salaam. Mimi naomba tupige kelele, watu wote wenye nia njema wasiingie, na hakika sisi sote sasa hivi nia yetu ni moja. Tunataka watu waliouliwa watoto wetu ni wangapi? Tunataka takwimu.
Tunataka watoto wetu walizikwa wapi? Tunataka huu utamaduni wa kwenda kuzika Watanzania kwenye kinachoitwa makaburi ya halaiki. Utamaduni huu tulianza lini? Kwa sababu kuna vifo ambavyo hata kwenye matukio makubwa kama meli zile zilizozama ziwa Victoria, watu wengi, lakini hatukuzika kwenye makaburi ya halaiki. Kila mmoja alitengewa eneo lake, kwa sababu Mtanzania tunathamini, na hata dunia nzima inathamini binadamu. Na kama hatuthamini ubinadamu wetu, kuna kitu gani zaidi kithaminiwe? Kulinda urais wa mtu fulani ndio tuthamini hilo, wakati binadamu wetu miaka yote tangu wazazi na mababu, utamaduni wa Tanzania wa mazishi unajulikana. Kwa hiyo kama kuna watu wataalikwa wenyewe wa wananchi ambao sisi tunawafikia hapa, mimi nawaomba sana wajitafakari kabla hawajaingia kwenye mtego. Wajitafakari sana, wasitokeze kwenda kwenye kikao hicho ambacho kitafanyika tarehe 22, na wamesema barua zinatumwa. Angalia tu hata maandalizi yanavyofanyika, ni maandalizi ya gharama. Watu moja wanaalikwa kwa barua, na tazama kama ni watu waliotafutwa. Maana yake wanaotafutwa na system ya CCM kwa kawaida itakuwa ni watu wale wakao wa ndani wa CCM. Lakini naomba hata watu wa CCM wenye busara, waliokuwa wameishi kwa maadili mazuri sana, kwa sababu Tanzania tumeishi kwa maadili mazuri sana miaka yote mpaka tumeingia kwenye huu utopolo wa Samia na serikali ya CCM ya sasa. Kwa wale wote watakaotusikiliza, tuwaombe kila mmoja apili kwa watu wake anawafahamu, awaombe wasiende kwenda kubariki jambo hili ambalo lina laana ndani yake. Mauaji ya halaiki yana laana ndani yake. Kwa hiyo kwenda kuhalalisha, kwa sababu wewe hutakuwa na ufahamu kama wa kwangu, ukapitishwa pale. Alafu nilivyoona hata alivyokuwa naongoza kikao leo, akipitisha kama alivyokuwa anapitisha maazimio yake, maana yake kwamba maazimio makubwa yanaenda kupitishwa kana kwamba ni maazimio ya Watanzania, yatakuwa ni maazimio ya Watanzania. Tusiingie sisi wenyewe tukajiingizia laana kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwekewa mtego mdogo ambao tutashindwa kuangalia. Sasa kama nilivyosema, sitaki kuingia kwa undani, lakini ningeomba kila moja kwa wakati wake achungulie summary ya hayo mambo anayoyazungumza mzee Butiku. Sio marefu sana, kuna clips kadhaa kama 5 6, lakini kila moja inatoa summary ya aina yake. Kwa kifupi nilitaka kuwapatia hiyo, na niliomba labda wewe Rugemalira, kwa sababu una nafasi ya kuhamasisha watu wako wakati unasubiri mkutano wenyewe wa fundraising. Mimi nadhani unaweza kuchomeka maneno machache hayo ili watu wetu wawe aware na kinachotokea. Hawa watu hawana aibu. Leo nimepata taarifa, yani dunia nzima sasa inawajadili pia. Nikisema dunia nzima, nataka kuambia kuna kitu kimetokea kwenye diplomatic cycle. Wameonekana hawajui chochote, hata diplomasia hawajui, hata sheria za nchi zenyewe hawajui. Hiki kitu kimetokea na ubalozi fulani, na sitautangaza kwa sasa kwa sababu za kidiplomasia, lakini mjue wamekabwa kona zote. Tumewakaba kona zote.
na hakuna kitu kinaeleweka duniani tusihadaike kwa njia yoyote, kwa lugha yoyote ile, tukitambua kwamba huyu mama sasa anajaribu kutafuta mahali pa kujifichia, lakini kila anapojaribu pameshindikana. Amejaribu kwa mabalozi, amejaribu kwa wazee wale wa Dar es Salaam, haikusaidia. Anaona sasa ataenda kuingia kwa njia ya Mwalimu Nyerere, wanamsumbua Mwalimu Nyerere ambaye anapumzika mwenyewe. Mwalimu hajaweza kujisafisha kwa Gen Z wetu hawa, kwa sababu yeye aliyoyafanya Gen Z hawajui. Sisi wazee tunajaribu, tunaofahamu mema ya Mwalimu, tunajaribu kutumia sana muda wetu kuwaridhisha. Sasa Butiku akikubali kutumia taasisi ya Mwalimu, ataipotezea heshima moja kwa moja taasisi ya Mwalimu Nyerere na Nyerere mwenyewe. Mimi naomba tushirikiane kwenye kazi hii. Ni muhimu kuwa preempt, ni muhimu kuwawahi, na kwa sababu tunataka tuwawahi, basi tutumie njia zote tunazoweza kutumia kutawanya taarifa hizi. Mungu awabariki. Nchi hii ni ya kwetu, na tusitegemee mtu fulani peke yake. Nchi hii ni ya kwetu. Kila moja alinde Tanzania, kila moja alinde Tanzania, ailinde Tanzania, na kila anayevuruga Tanzania tumshambulie wote. Ndio maneno ya Mwalimu Nyerere. Hayo maneno sio ya kwangu. Mwalimu Nyerere alituambia yeyote anayejaribu kuivuruga Tanzania tumshambulie. Kwa hiyo tusiogope kushambulia. Hayo ni maneno ya Mwalimu. Kama hawayajui waende kwenye TBC. TBC na hotuba zote za Nyerere tangu siku ya kwanza mpaka siku ameingia kaburini, hotuba zote za Nyerere, na nimeipitia leo asubuhi. Mwalimu anasema kila moja ikiwa lazima aifie nchi hii. Yeye na wazee waliotafuta uhuru walitoa maisha yao kwa taifa hili. Kwa hiyo tuendelee kupitiza kizazi kwa kizazi kuilinda nchi hii, kwa sababu hakuna kitu chenye thamani duniani kuliko taifa hili. Ndio taifa la Tanzania lilipiganiwa, lakini Samia na wenzake wanataka kuondoa hata ile hadhi ya taifa takatifu, taifa la Mungu, kwa matendo yao maovu. Asante. Mungu awasaidie na Mungu awabariki. Nitaendelea kuwepo na nitashiriki kwenye zoezi letu la baadaye. Nitakuwepo, wale wote ambao tulikuwa nao tutaendelea kuwepo kama tulivyokuwa. Nashukuru sana na kushukuru sana Ruge pamoja na mamodereta wako wote. Sana mzee wangu Dr. Slaa, Mungu akubariki sana. Umeachia nondo kali, kwa ni ngumu kuingia hapo kwa kweli. Haya maneno mazito sana mzee Butiku na Butiku sijui Butaku vyovyote, whatever it is name, jina lake vyovyote, akafie mbele. Kiukweli kabisa hakuna atakayeingia kwenye mtego huo. Wa Tanzania tumeshtuka. Gen Z kama Gen Z wako tayari. Unaona bwana, hao wazee walitufundishaga nyimbo zao zamani. Yeye anasema mina kuthamini hadharani na moyoni, unilinde nami nikulinde mpaka kufa. Majira yetu haya yangelikuwaje sasa, utumwa wa nchi Nyerere ameukomesha. Hizo nyimbo zilikuwa zinaimbwa sana, ambao umesoma huko shuleni. Hizo ndo Utanzania wetu. Yani kama wewe sio Mtanzania, na kama wewe ni Mtanzania na ujui hii kitu, basi wewe utakuwa lazima tukuulize mara mbili mara tatu. Hizo ni nyimbo za ukombozi na nyimbo zetu ambazo unaimba, you can feel it. Una feel Tanzania, unaifeel kwenye moyo wako, unaifeel kwenye blood. Yes, I'm proud to be a Tanzanian. Yani sijawahi